Katika mitaa ya mabanda ya mji wa Matopeni ambako nyumba nyingi zilijengwa kwa mabati na mbao chakavu, aliishi kijana mmoja aitwaye Musa pamoja na mama yake Bi Zawadi. Walikuwa maskini wa kutisha, wakitegemea kazi za vibarua na msaada wa majirani waliokuwa nao katika mateso ya kila siku. Musa alikuwa kijana mnyenyekevu, mwenye heshima, aliyejitahidi kumpa mama yake kila chembe ya upendo alionayo moyoni. Baba yake alifariki dunia akiwa bado mdogo, na tangu siku hiyo Bi Zawadi alijitahidi sana kumpa mwanae maisha bora, japo alikuwa akipambana na umaskini wa kudumu. Siku moja Bi Zawadi alianza kulalamika maumivu makali tumboni. Alizimia mara 2 ndani ya siku hiyo hiyo. Musa akiwa na hofu moyoni na machozi usoni, alimbeba mama yake mgongoni hadi hospitali ya mtaa. Baada ya vipimo vya kina, daktari alimtazama Musa kwa macho yaliyojaa huruma, kisha akamwambia, "Pole sana kijana, mama yako na saratani, anatakiwa kufanywa upasuaji haraka sana, na matibabu yake yatagharimu kiasi cha shilingi milioni 5. Ukiweza kuipata ndani ya siku 7, unaweza kumwokoa mama yako." Musa alihisi dunia ikimzunguka. Siku 7? Na wapi atapata pesa hiyo katika hali yao? Lakini moyo wa mwana hauwezi kukubali mama afe. Akaanza kuzunguka mitaani akiomba kazi, akiosha magari na kubeba mizigo barabarani. Kila siku alirudi na vichache vile vilivyotosha tu kwa chakula. Alijitahidi kufanya kazi usiku na mchana bila kupumzika, lakini bahati haikuwa pande wake. Siku ya 3 ilipoadia, Musa aliangalia kiasi alichokusanya, lakini moyo wake uliumia baada ya kukuta hakufanikiwa kufikisha hata robo milioni 5. Alianguka chini kwenye vumbi akalia kama mtoto mdogo. Alijitahidi kuomba msaada kwa ndugu, jamaa na marafiki, lakini kila mtu naye alikuwa na kilio chake. Hakukuwa na jicho lisilokuwa na machozi katika mji wa Matopeni. Usiku wa siku hiyo, akiwa ameketi karibu na mlango wa hospitali, Musa alimtazama mama yake aliyekuwa usingizini akipumua kwa tabu. Alihisi moyo wake ukivunjika vipande vipande. Akasikia sauti kichwani mwake ikimwambia, "Msaada haujichukua kwa nguvu, si kwa ubaya bali kwa upendo." Alichukua uamuzi wa hatari. Alielekea kwenye duka kubwa lililoko pembezoni mwa mji, akijua kabisa kile anachoenda kukifanya si sahihi. Aliingia kwenye duka hilo kwa siri. Alipojaribu kuchukua fedha kwenye drawer ya mauzo, mlango ukafunguliwa ghafla. Mlinzi alimkamata Musa na hakuwa na nguvu ya kukimbia wala hakupinga. Musa alilia kwa uchungu wa mtoto anayempenda mama yake kuliko maisha. Alipelekwa kituo cha polisi. Akiwa katika chumba cha mahojiano, aliomba kalamu na karatasi. Akaandika barua kwa mama yake, machozi yakimdondoka na kuloanisha ukurasa huo kwa huzuni. "Kwako mama yangu kipenzi. Naandika barua hii huku machozi yakilowesha kabla hata sijamaliza mstari wa kwanza. Najua macho yako yamechoka kuyaona mateso ya dunia, lakini naamini bado moyo wako haujachoka kunisamehe. Hakika nimefika mwisho wa njia zangu. Nimepiga hodi nikakosa majibu. Nimeita kila jina nikakosa mwitikio. Nilijua maisha ni magumu, lakini sikujua kama atawahi kunipiga kwa mkono huu wa chuma. Nilijua upendo ni silaha, lakini sasa najiuliza kama silaha hiyo inatosha kupambana na maumivu na ukula mwili wako. Umenilea kwa mikono yako bila chochote ila imani na sala. Ulininyonyesha kwa machozi na kunifundisha kuwa mwanaume wa heshima hata kama miguu yangu inakanyaga mavumbi ya dunia. Lakini sasa mwanao huyu amechoka, si mwili tu bali moyo pia umeishiwa nguvu. Nimetembea mtaa kwa mtaa nikiuza jasho nikitafuta matumaini, lakini kila mlango ulipofunguka ulianguka juu yangu. Nilihitaji miujiza, lakini ikawa mbali kama mwezi. Mama, si kwamba sikutaka kwa msaada kwako, nilitamani kwa msaada zaidi ya kila kitu. Nilihitaji tu nafasi ndogo ya kukuvusha kutoka shimo la maumivu. Leo nimekaa peke yangu nikikumbuka kila siku uliokaa njaa ili niweze kula, kila usiku uliokesha na homa yangu mikononi mwako, kila nguo uliokatakata ili nipate sare ya shule. Sasa umeanguka na mimi nimesimama juu yako bila njia kukuinua. Hiyo ndiyo hukumu inayoniumiza zaidi. Mama, najua siwezi kulipa kila jasho lako, lakini najua pia penzi la mwana ni zawadi ya moyo. Sijawahi kukusaliti kwa makusudi, sijawahi kutamani kukuangusha, ila dunia imenigeukia. Kama haya atakuwa maneno yangu ya mwisho kwako, tafadhali asome kwa moyo uliokuwa ukinisemea nikiwa mtoto. Nakupenda mama hadi pumzi yangu ya mwisho. Samahani kwa kuwa mdogo katika mapambano makubwa. Samahani kwa kuishi bila uwezo wa kukuokoa. Lakini nataka ujue nimejaribu kwa njia zote nilizoweza, hata kama zilikuwa na miba. Mama yangu, ikiwa utapata nafuu, uendelee kuishi. Uishi kwa ajili yetu.
uishi kwa ajili ya ndoto zetu, na ukiweza utusamehe wote tuliokosa cha kukupa, ili hali ulistahili kila kitu. Kwa upendo, maumivu na moyo uliojaa shukrani, mwanao wa milele Musa. Na hivyo ndivyo Musa alivyomaliza kuandika barua yake, barua iliyojaa uchungu wa mwana aliyekata tamaa na harakati za kuiokoa nafsi ya mama yake. Rafiki yake Juma alipomtembelea kituoni alipata barua hiyo ili ampelekee mama yake. Alisoma kwa sauti huku akilia, kisha akaichukua na kupeleka kwa wazee wa mtaa na viongozi wa matopeni. Usiku ule mkutano wa dharura uliitishwa na watu walikusanyika kwenye uwanja wa wazi, baadhi wakiwa na tungi la maji, wengine wakiwa na mifuko ya mahindi au mchele, wengine na sarafu zilizobaki nyumbani. Mzee Rashid aliishi kama mzee wa mtaa alilia na kisha alisema, hatuwezi kuacha moyo wa mtoto ufe kwa kujaribu kuokoa maisha ya mama yake. Hii ni aibu kwa jamii nzima kama hatutachukua hatua. Ndani ya siku 2 jamii ya mji wa Matopeni ilichangisha fedha hizo kwa moyo mmoja, na kwa mapenzi yake Mungu walifanikisha kukamilisha fedha hizo. Wakaenda kituoni wakamtoa Musa kwa dhamana na fedha hizo zikapelekwa hospitali. Mama yake Musa alifanyiwa upasuaji na siku chache baadaye alianza kutabasamu tena. Alikuwa dhaifu lakini bado hai. Hatimaye Musa kushtakiwa, badala yake alipewa nafasi ya kuzungumza na vijana wa mtaa huo kuhusu thamani ya uadilifu, mapenzi ya familia na dhiki ya maisha. Alisimama mbele ya wenzake akiwa na machozi na kusema, leo nimejifunza jamii inaweza kuwa dawa pale tunapoungana. Mama yangu amepona si kwa sababu ya pesa, bali kwa sababu ya moyo wa upendo wenu. Hatuna kitu cha kuwalipa, lakini Mungu atawalipa zaidi. Hadithi ya Musa ikawa somo katika jiji lililokosa kila kitu, lakini walikuwa na kitu kimoja tu, umoja. Na umoja huo ndio uliomuokoa mama yake Musa kutoka kwenye kifo na Musa kutoka kwenye giza la lawama na hukumu. Asante kwa kunisikiliza.